Upepo wa jangwani ulivuma taratibu juu ya kambi ya Israeli. Kwa miezi mingi, watu walikuwa wakisafiri, wakiongozwa na wingu la Mungu mchana na moto usiku. Hatimaye, walikaribia ukingo wa nchi Mungu aliyokuwa ameahidi. Nchi inayotiririka maziwa na asali. Watu waliangalia vilima vya mbali. Walitamani kuingia, kupumzika, kujenga nyumba, kupanda mashamba ya mizabibu. Lakini kwanza, walihitaji kuona kilicho mbele yao. Mungu akamwambia Mose, "Watume watu waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani, ninayowapa watu wa Israeli. Chagua kiongozi mmoja kutoka kila kabila." Hivyo, Mose akachagua watu 12, wenye nguvu na hekima, mmoja kutoka kila kabila. Miongoni mwao walikuwapo Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune. Mose akawakusanya wale 12 na kusema, "Nendeni kwenye nchi. Tazameni hali yake. Watu wake ni hodari au dhaifu? Ni wachache au wengi? Nchi yenyewe ikoje? Ni nzuri au mbaya? Leteni matunda ya nchi." Wale wapelelezi 12 wakaondoka, wakapanda vilima, wakavuka mabonde na kutembea kwenye mashamba yaliyojaa nafaka. Wakaona miji yenye kuta ndefu na watu waliokuwa wenye nguvu na mashujaa. Kwa siku 40 walichunguza nchi. Walikata tawi lenye shada moja la zabibu kubwa, kiasi kwamba lilihitaji watu 2 kulibeba kwa fito. Walikusanya makomamanga na tini. Vikapu vyao vikajaa mema. Waliporudi, kambi nzima ikakusanyika kusikia taarifa yao. Wapelelezi wakaweka matunda mbele ya watu. "Nchi kweli inatiririka maziwa na asali," walisema. "Tazameni matunda yake." Lakini 10 kati yao wakakunja nyuso. "Watu wa huko ni hodari. Miji ni mikubwa na yenye ngome imara. Tuliona hata majitu huko. Hatuwezi kuwashambulia. Ni hodari zaidi kuliko sisi." Watu wakapigwa na butwaa. Hofu ikasambaa kama moto kwenye kambi. Wakaanza kulia na kulalamika. Lakini Kalebu na Yoshua wakasimama imara. Kalebu akapaza sauti yake juu ya umati, "Kimya nyote! Twendeni mara moja tukaimiliki nchi, maana bila shaka tunaweza kuishinda. Bwana yuko pamoja nasi." Lakini wale 10 wakatikisa vichwa vyao. "La, tulijiona kama panzi machoni petu, na vivyo hivyo tuliwaonekana kwao." Watu wakalia usiku kucha. Wakamnung'unikia Mose na Aroni, "Kwa nini Bwana alituletea nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Si heri turudi Misri?" Wakaanza hata kupanga kumchagua kiongozi mpya wa kuwarudisha utumwani. Mose na Aroni wakaanguka kifudifudi mbele ya watu. Yoshua na Kalebu wakararua mavazi yao na kusema, "Nchi tuliyoichunguza ni nzuri sana. Ikiwa Bwana anatupenda, atatuingiza humo. Msiasi dhidi ya Bwana. Msiwaogope watu wa nchi. Bwana yuko pamoja nasi." Lakini watu hawakusikia. Wakatafuta mawe ili kuwapiga.
Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema la kukutania, na sauti ya Mungu ikanguruma, watu hawa watanidharau mpaka lini? Hata baada ya ishara zote nilizofanya kati yao, watakataa kuniamini mpaka lini? Hasira ya Mungu ikawaka. Akasema juu ya kuwaangamiza watu na kumfanya Mose taifa jipya. Lakini Mose akamsihi tena, Bwana, samehe dhambi ya watu hawa, kama ulivyowasamehe tangu walipotoka Misri mpaka sasa. Ukiwaangamiza, mataifa yaseme, Bwana hakuweza kuwaleta kwenye nchi aliyoahidi. Kwa ajili ya jina lako, wasamehe. Na kwa rehema yake, Mungu akawasamehe. Lakini pia akatangaza hukumu. Hakuna hata mmoja wa walionidharau atakayeona nchi ya ahadi. Lakini mtumishi wangu Kalebu ana roho tofauti na hunifuata kwa moyo wote. Yeye na Yoshua wataingia kwenye nchi. Wengine watapotea jangwani kwa miaka 40. Mwaka mmoja kwa kila siku 40 mlizopeleleza nchi, hadi kizazi hiki kimeondoka. Watu waliposikia wakahuzunika. Baadhi wakajaribu kuingia nchini kwa nguvu, lakini bila baraka ya Mungu wakashindwa. Hivyo Waisraeli wakarudi jangwani. Siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, walihangaika, daima wakiungwa mkono na wingu na moto, lakini hawakuingia nchini. Watoto wakawa watu wazima, wazazi wakazeeka na kufa. Lakini yote hayo Mungu aliendelea kuwapa mana, maji na uwepo wake. Na mioyoni mwao ahadi ilibaki. Siku moja watoto wao wataingia kwenye nchi Mungu aliyowaapia. Mwaminie Mungu, sio hofu. Wapelelezi 10 waliona majitu, lakini Yoshua na Kalebu waliona nguvu za Mungu. Kutokutii huleta matokeo. Shaka ya watu